Zouzoua. Yaani Pacome Zouzoua alikuwa anachukua darasa kwa Anicet Aura wakati wako ASEC Mimosas. Sasa inawezekana watu wakaanza kujiuliza ilikuwaje. Kwanza Anicet alishawahi kupita kuna nchi huko Ulaya inaitwa obviously, yani Ulaya kuna timu moja hivi inaitwaje, lakini alishacheza Ulaya. Siwezi kukumbuka kwa haraka, lakini alicheza Ulaya. Na hiyo anacheza Ulaya akiwa na umri mdogo, kwanza miaka 15, 16, sawa? Akacheza Ulaya, baadaye kwa sababu ya kuhitaji kukua zaidi akarudi tena Ivory Coast, ambapo akajiunga na timu inaitwa African Sports. Sio African Sports ya Tanga, African Sports ya Ulaya. No. Ya Ivory Coast baada ya kutoka Ulaya. Kwa hiyo alivyotoka Ulaya akawa ametoka na vitu vingi. Umeelewa, kutoka Ulaya. Baadaye akaja baada ya kutoka Ulaya ndo akajiunga na African Sports ya Ivory Coast. Baada ya hapo ndipo ambapo akajiunga na ASEC Mimosas. Sasa niwaambie watu kuhusiana na ukizungumzia Africa Sports na ukizungumzia ASEC Mimosas. Yaani kama unaizungumzia Yanga na Simba hapa. Yaani ni timu zile kubwa kwa Ivory Coast. Zina mashabiki, Africa Sports ina mashabiki, lakini hata ASEC Mimosas ina mashabiki. Kwa hiyo wakati akiwa yupo pale Africa Sports, unaelewa? Walikutana na nani? Na Pacome Zouzoua. Yeye ndo alikuwa mchezaji ambaye Pacome anakaa benchi anamwangalia Anicet Aura akitazama kilisakata boli. Si umeelewa vizuri? Baadaye Anicet akatoka kaenda ASEC Mimosas. Pacome kwa sababu shajifunza vya kutosha kupitia Anicet, ikabidi naye move aende wapi? Akaenda ASEC Mimosas. Kwa Anicet ndo anakuwa mtu wa kwanza, alikuwa mtu wa kwanza kujiunga na ASEC Mimosas. Ukiangalia hata kwenye picha, kwa nikutafutia kuna picha moja hivi ambayo inawakutanisha wote wawili. Niliona wako watatu. Na Sankara Kalamuka ni katikati. Sasa katika hao wachezaji, kwa faida ya mtazamaji, hao wachezaji wote watatu ukiangalia namba zao, sawa? Pacome alivaa namba 8. Hizi hapa. Si unaiona? Inaonekana vizuri hapo Hapo anaipata. Kwenye kamera zote zinaonekana vizuri. Anaipata vizuri. Yaani ukiangalia hapa hii namba 10 huyu. Na namba 10 avaa mtu boya. Hawezi kuvaa mtu mjinga na hawezi kuvaa mtu ambaye vitu mguuni hakuna. Hapo alikuwa mafundi watatu. Umeona? Namba 8 na namba 10 duniani. Ukiona mtu amevaa namba 8 na namba 10 duniani, ogopa sana. Alafu namba 7, namba 11. Wale watu akivaa kwa bahati mbaya namba itamhukumu. Kwa hiyo hawa walipokutana pale, alivyokuja pale Anicet akawa anacheza namba 10, Pacome alikuwa anacheza namba 8. Lakini baadaye ikaonekana Pacome akitokea pembeni anakuwa bora sana. Umeelewa? Lakini huyu alikuwa anamkalisha nje Pacome. Maanake hapa nakwambia wametoka Africa Sports. Alafu baadaye kutoka Africa Sports wakaenda ASEC Mimosas. Mwaka 2022 kama sijakosea, Simba walicheza na ASEC Mimosas. Pacome yuko nje, Anicet Aura yeye yuko ndani ya uwanja. Sasa utaanza kuona picha. Yaani Pacome yuko nje, alafu Anicet Aura yuko ndani ya uwanja. Ni balaa mzee. Yaani Simba wameamua sasa liwalo na liwalo. Of course wamepata mali hasa kwa kuwa na tija ya kiwango ya kikosi kilichopo. Yaani Simba wamepata mali. Yaani ni hasa. Ila isipokuwa binadamu huwa anabadilika. Uwezo unaongezeka na kupungua. Si unanielewa? Wanasema mzee wa leo ni kijana wa juzi. Umeelewa? Maana yake naye alikuwa kijana. Na wanasema hata mabinti ndio mabibi unaowaona leo. Kwa hiyo kiwango chake tunachokizungumzia ni kile tunachokifahamu, tofauti na kiwango ambacho kitaonekana akiwa ndani ya Simba. Anicet Aura tunapomzungumzia
ni miongoni mwa wachezaji ambao ukizungumzia historia ya mtu ambaye Tanzania anaonekana ni bonge la mchezaji, Pacome Zouzoua. Pale kaenda kuchukua darasa, yaani role model wa Pacome Zouzoua ndo Anseti Aura. Twende kwa upande alipoingia ASEC Mimosas. Acheza ASEC Mimosas, Afrika Kusini wakawa wanahitaji mchezaji ambaye anaweza akacheza namba 10, namba 9 na winga. Hapo naizungumzia Stellenbosch. Hapo ndipo ambapo walienda kukutana na Steven Becker. Umeelewa? Steven Becker alipokutana naye alicheza mwaka huu mmoja. Ndani ya mwaka mmoja akafunga magoli 8 na assist hizi 2. Kwenye hizo assist 2 ndipo ambapo akawa anahitajika sasa kwenda Uarabuni, Qatar. Kitu ambacho sasa mimi kaja kunipa maswali mengi ni kuhusiana na yeye kwenda Qatar. Afrika Kusini ukifunga magoli 8, ligi ya Afrika Kusini, wewe una kitu ngumu, ni ngumu, yaani timu ni bora au fungi magoli kirahisi rahisi, alafu assist 2. Sasa nikaanza kujiuliza baadaye kwamba kwa nini Simba waliamua kwa nini Stellenbosch waliamua kumtoa Anseti Aura aende Qatar, akaenda kujiunga wapi na timu moja Qatar. Nikajiuliza kwa sababu kule alienda sio kwamba alimuuza, alienda kwa mkopo. Je, wale walikuja huku manake Stellenbosch walikataa kumuuza moja kwa moja, wakasema ende kwa mkopo, lakini mkopo inawezekana pia walinufaika Stellenbosch, inawezekana yote hayo yalihusika ndani yake. Si unanielewa? Lakini alitoka kwa mkopo. Alikwenda kwa mkopo akaenda timu nyingine kwa mkopo. Baada ya kutoka pale ndo akaenda Finland. Kuna timu moja inaitwa iko Finland kule. Inaitwa IF nini iko Finland. Akajiunga na hiyo timu. Kwa hiyo anatoka kule, mkataba wako umeisha, ndio anakuja kujiunga na Simba. Wamemtambulisha mpaka sasa.